Nipashe Yoba Joshua. Naam, masalaheri mtazamaji popote pale ulipo, na karibu kwenye taarifa zetu ambapo tunakuletea habari kuhusu mgomo wa mafuta unaoendelea kote nchini pamoja na taarifa nyingine. Lakini kwanza tupate yaliyomo. Watu kadhaa waripotiwa kuuawa maeneo tofauti nchini huku maandamano ya mafuta yakigeuka kuwa balaa. Uharibifu na lawama kwa serikali huku shughuli zikitatizika kwa ghadhabu ya mafuta kaunti mbalimbali. Tulikuwa tumepeleka watoto shule asubuhi, lakini sasa ikabidi turudi nao juu unajua jioni venye watarudi ndio itakuwa mbaya. Sasa hatujui venye security ya mtoto itakuwa. Kuna shule imekuwa ngumu juu hakuna transport, magari haziko barabarani, sasa imekuwa ni ngumu kufika. Masomo ya shule na vyuo nchini yatatizika, wanafunzi wakisalia nyumbani kufuatia mgomo huo. Rais Ruto ahidi haki huku mwanamke aliyechomwa kwa mchoro wa sura yake begani akifariki hospitali ya Kenyatta. Karibu mtazamaji. Serikali yasema watu 4 wamefariki kufuatia maandamano ya kupinga bei ya mafuta yaliyoshuhudiwa nchini leo. Hata hivyo, duru zisizo rasmi zadai idadi hiyo imefikia 9 huku mamia wakijeruhiwa katika maeneo mbalimbali. Serikali imesisitiza kuwa maandamano hayo hayakuwa halali wala amani. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema watu 348 waliokamatwa watashtakiwa. Shughuli za kawaida zilitatizika pakubwa katika miji mbalimbali nchini, huku baadhi ya maeneo yakishuhudia vurugu na makabiliano makali kati ya polisi na waandamanaji waliokuwa wakipinga bei ya juu ya mafuta. Baadhi ya stendi za magari ziligeuka viwanja vya michezo. Imekuwa siku ambayo Wakenya kutoka maeneo mbalimbali waliamua kuungana na wamiliki wa magari ya usafiri wa umma kudhihirisha ghadhabu yao kuhusu ongezeko la bei ya mafuta. Kwenye barabara ya Kerugoya Kagumo huko Kirinyaga, taswira ilikuwa kama hii mchana kutwa, wakazi wakiamua kufunga barabara na kuwasha moto. Bei ya mafuta iko juu. Kila mtu huku anateta iko juu. Mimi hata sina gari, but hizo gari ndizo natumia kuleta mizigo zangu. Kule kaunti ya Kajiado, barabara kuu ya Nairobi na Manga pia ikifungwa na wenyeji katika maeneo ya Kitengela, huku wakikabiliana na maafisa wa usalama kuhusu gharama ya juu ya mafuta. Huko Kakamega, fujo, uharibifu wa mali na kusambaratishwa kwa shughuli za kibiashara, risasi na hata vitoa machozi vikiteka anga Kakamega. Punda amechoka. Punda amechoka. Statement ni moja. Weka mawe. Tunasema tumechoka. Katika kaunti za Kisii na Nyamira, barabara ya Kisii Migori ikifungwa na vijana, wengine wakiamua kubadili steni kuwa uwanja wa mchezo. Kuna chakula watu walitumiwa jana, hizo tutawapea leo. Lakini magari haziendi kabisa mpaka mafuta ishuke. Taswira ilikuwa tofauti kaunti ya Nakuru. Hapa vurugu zilishuhudiwa huku kukiwa na makabiliano baina ya maafisa wa polisi na wananchi. Kule Makueni, barabara ya Nairobi Mombasa ilikuwa hivi. Mahami siku kutwa, malori yakiegeshwa kando ya barabara. Katika kaunti ya Bomet, pia wamiliki wa magari waliamua kuungana na wenzao katika maeneo mbalimbali kusambaratisha uchukuzi. Wenyeji wakitaka serikali kushughulikia bei ya bidhaa hiyo muhimu ili kupunguzia gharama mwananchi wa kawaida. Katika kaunti ya Kericho, wasafiri walishindwa kuendelea na safari yao baada ya magari ya kuelekea Nairobi na Eldoret kusitisha shughuli. Tofauti na haya yote, huko Kisumu, Migori, Homa Bay na kaunti ya Siaya, shughuli ziliendelea kama kawaida.
Mwisho wa siku, wananchi walisema hawatalegeza kamba, wataungana na wenye matatu hadi pale watakaposikizwa na bei ya mafuta kushuka. Crispino TNO, runinga ya Citizen. Na wanafunzi katika taasisi mbalimbali za masomo walishindwa kuendelea na masomo pamoja na kufanya mitihani wakati wa mgomo huo. Brenda Wanga anatuletea taswira ya hali ya masomo katika siku hii ya mgomo wa kitaifa. Ni mapema siku ya Jumatatu jijini Nairobi, lakini sauti za kawaida za watoto shuleni haziko. Hapa ni katika shule ya msingi ya Moi Avenue. Milango ya shule iko wazi, lakini madarasa hayana wanafunzi. Mgomo wa kitaifa wa usafiri uliosababishwa na kuongezeka kwa bei ya mafuta umelemaza kabisa shughuli jijini Nairobi na taifa nzima kwa jumla. Na huku wadau wa uchumi wakikadiria hasara ya mabilioni, wengine walioathirika pakubwa ni watoto. Kwa wanafunzi, siku yao ya shule ilikamilika hata kabla ya kuanza. Wasijue la kufanya, kwani mabasi ya shule pia yaligoma pamoja na matatu. Kuna shule imekuwa ngumu juu hakuna transport, magari haziko barabarani, sasa imekuwa ni ngumu kufika. Tulikuwa tumepeleka watoto shule asubuhi, lakini sasa ikabidi turudi nao juu unajua jioni venye watarudi ndio itakuwa mbaya. Katika taasisi za umma, taswira ni kama hii. Katika shule ya watoto wasiokuwa na uwezo wa kuona huko Thika, kimya kimetanda. Wanafunzi hawako shuleni. Wengi wao wamekosa njia ya kusafiri kufika shuleni. Milango ya shule sasa imefungwa, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa wanafunzi. Hawana uhakika kuhusu jinsi watakavyosafiri. Na hali hii ikishuhudiwa, tofauti zilizoko zinaonekana. Huku shule za umma zikisalia mahame, hali ilikuwa tofauti katika shule za kibinafsi. Those who are most affected are those on school transport system. We had to communicate to parents so that they can be left at home as we continue to assess the situation. Now, if we stay at home, it would mean by the time we go to third term, we will not have covered what we are supposed to cover. Education is a serious sector. Wanafunzi walielezwa mapema kwamba hakuna masomo shuleni ila watasoma mitandaoni, huku wale wa bweni wakisalia darasani kwa masomo. Athari za mgomo pia zilishuhudiwa katika taasisi za elimu ya juu na za kibinafsi. Shule nyingi za kimataifa zikilazimika kuahirisha mitihani ilivyokuwa inaendelea, huku vyuo vikuu pia vikilazimika kuchukua hatua kama hiyo. Brenda Wanga, runinga ya Citizen. Na abiria wengi walikwama na kulazimika kutembea baada ya magari ya usafiri ya umma kugoma kupinga ongezeko la bei ya mafuta. Barabara nyingi zilisalia mahame kufuatia mgomo huo, huku katika maeneo machache yaliyokuwa na usafiri nauli ikipanda maradufu. Mandhari ya vituo vitupu vya mabasi na barabara zisizo na magari ya usafiri wa umma yalikuwa dhahiri asubuhi ya Jumatatu jijini Nairobi na kuacha maelfu ya abiria wakikwama. Vituo vya mabasi jijini na viungani vilijaa abiria kuanzia saa 11 asubuhi, mgomo huo ukiwatatiza wengi kufika kazini. Mimi nimetoka kazi South C, so hakuna gari Kawangware mguu. Katika kituo cha Kawangware Kongo, abiria waliokwama walielezea kusikitishwa kwao na usumbufu huo wa ghafla. Mimi natembea kwa sababu hakuna gari hata moja. Nimetoka karibu Waithaka na ninatembea mguu na ninaenda Yaya, naenda kazi. Sawia na hali ilivyokuwa katika viungani vingine vya jiji la Nairobi. Transport imeparalyzed kila mahali sai. Hii Kitengela mzima. Licha ya gharama ya juu, magari yaliyokuwepo yalikuwa machache sana kukidhi mahitaji ya abiria wengi walohitaji huduma. Baadhi ya abiria walitafuta njia mbadala za usafiri, lakini hali ilipowashinda walilazimika kutembea. Mimi natembea kwa sababu hakuna gari hata moja. Nimetoka karibu Waithaka na ninatembea mguu na ninaenda Yaya, naenda kazi na siwezi kosa kazi kwa sababu tajiri yangu ananingojea. Anajua anataka lazima niingie kazi nifanye kazi. Kosa ninaenda kazi leo mguu na sijui nafika saa ngapi. Ni 250. Pale tunaenda na 60, tunaenda na 80. Sasa hii watu wanaenda na 250. Na kuna wale ambao wamekosa kuenda kazi sababu hakuna means of going. Barabara zote jijini zilijaa maelfu ya abiria waliokuwa wakitembea. Hali hii ikishuhudiwa pia katika miji mingine kama vile jiji la Nakuru, Kisii, Kakamega na kwingineko. Nimetoka Kiratina miguu
ndo nafika town hakuna magari. Kumbe kumaanisha bottom up yake ilikuwa ageuze wa Kenya vichwa vikue chini, mifuko ibaki tupu. For sure tunaumia kama leo saizi we have nothing to benefit. We have nothing to bounce about it. Huku jiji la Nairobi likisalia mahame kutokana na maandamano ya kuishinikiza serikali kuweza kushusha bei ya mafuta, walioathirika zaidi ni wasafiri, huku washikadau katika sekta usafiri wakiapa kwamba wataendelea na msukumo huo hadi serikali isalimu amri. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Huku haya yakijiri, maandamano haya yaligeuka kuwa jukwaa la uharibifu katika maeneo mbalimbali nchini. Kaunti za Nairobi, Nakuru, Meru, Makueni, Kajiado, Nyeri na Laikipia zilishuhudia visa vya uhalifu na mali kuibiwa, wizi na uchomaji wa magari. Baadhi ya watu pia walivamiwa katika maandamano haya. Maandamano dhidi ya bei ya juu ya mafuta yaligeuka na kuwa hasara kwa baadhi ya Wakenya baada ya wahalifu kuingilia maandamano hayo. Mmiliki wa gari hili aliponea chupuchupu baada ya waandamanaji katika eneo la Githurai 45 kumvamia na kuchoma gari lake. Safari ya kuelekea eneo la Kamakis kununua bidhaa za ujenzi ilikatizwa kwa ghafla. They ransacked the car, they invaded the car, started picking things from the car. So I got out of the car to interact with them so that they stopped what they were doing. Then they found the UDA sash on the driver's seat. Then they put the UDA sash and they started screaming, UDA in Kiswahili. And the people became agitated. It's very unfortunate that I have lost my car. And you know, even if you take comprehensive insurance, you know, you've not. I did not take that one for I don't know, for demonstration. So I know it will not get paid. Hasara sawia ikishuhudiwa mjini Naivasha. Lori hili linalotumiwa kwa ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit likilengwa na wahuni walioliteketeza na kusitisha shughuli katika barabara ya Naivasha kuelekea Nakuru. Mji wa Naivasha ulishuhudia uharibifu mkubwa wa mali baada ya wahuni kupora na kuchoma upande mmoja wa duka la jumla la Power Star. Kwa mara nyingine, mji wa Kitengela ulishuhudia visa vya uharibifu na wizi wa mali. Maduka haya mawili yakiwa miongoni mwa yale yaliyosalia na hasara baada ya wahuni kuyavamia. Wamefunja vioo, wameingia ndani, wameiba machakula. Saidi moja hii inakuanga tumeweka ni pombe, saa hii hata hakuna yenye imebaki, imeibiwa yote. Wafanyikazi wote wenye tunakuanga hapa saa hii hakuna kazi, wanarudi nyumbani. Generator zimeibiwa kwa duka, pressure washer, computers zote zimeenda na vitu zingine ambazo ni mingi zenye hata nikitaja siwezi maliza zote sasa hivi. Na kule Nyeri, wahuni waliiba baadhi ya vifaa vilivyokuwa nje ya duka la jumla la Hetias. Na huko Kirinyaga na Meru, wafanyabiashara waliachwa wakikadiria hasara baada ya wahuni kuvamia maeneo ya biashara na kuiba na kuharibu mali. Wote kaunti ya Makueni, waandamanaji walivamia ofisi ya chama cha UDA na kuiteketeza, wakiashiria ghadhabu yao dhidi ya serikali. Wale ambao wanafanya tabia hizi tunataka tuwaeleze, please, tuulize haki zetu kwa njia inayostahili. Hii si njia ya kustahili. Mbunge wa North Imenti Rahim Daud pia alijipata mashakani baada ya kuvamiwa na waandamanaji alipojaribu kuwatuliza mjini Meru. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Nayo wizara za kawi na fedha zimejipata katika mgogoro unaoendelea kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Mawaziri Opiyo Wandayi na John Mbadi ambao awali walikuwa upande wa upinzani sasa wamelazimika kuitetea serikali walioikosoa vikali hapo awali. Mawaziri hao sasa wanaonekana kusubiri uingiliaji wa Rais William Ruto kwa hali inayotishia kuathiri pakubwa uchumi wa taifa. Huku maandamano dhidi ya bei ya mafuta yakishuhudiwa maeneo tofauti kote nchini, ghasia na uharibifu zikiripotiwa, magari ya usafiri wa umma yakisalia kuegeshwa, kurunzi sasa inaelekezwa kwa viongozi wakuu serikalini ambao wamejipata katika pandashuka hii. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao
wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. John Mbadi sasa ni waziri wa hazina kuu ya kitaifa, huku Opiyo Wandayi akiongoza wizara ya kawi. Wizara hizo mbili zikiwa na majukumu yanayohusu bei ya mafuta kupitia sera, ushuru na ruzuku. Mawaziri hao wawili sasa wamebebeshwa majukumu ya kutetea bei za juu ya mafuta zinazowaumiza Wakenya. Sio muda mrefu uliopita, Mbadi na Wandayi walikuwa upande tofauti kabisa wa kisiasa, wakikosoa vikali sera za serikali ya Kenya Kwanza, wakisema kuwa hatua yoyote ya kuongeza ushuru wa mafuta au kupunguza ruzuku ilikuwa hujuma dhidi ya mwananchi wa kawaida. We must reject these attempts to increase the price of petroleum product, because that will increase even the price of electricity and therefore will increase the cost of production. Yes. This is the issue. Who advises this government? Who are the real advisors? In terms of economics, in terms of finance management, leave alone politics. Politics we can deal with later. But who advises this government? Lakini sasa mambo yamebadilika. Leo hii wawili hao wako ndani ya serikali. Waliokuwa wakosoaji wakubwa sasa wamekabidhiwa majukumu na serikali hiyo hiyo ambayo zamani waliitaka iondoke. Kauli zao kwenye majukwaa ya kisiasa sasa imebadilika ghafla kufuatia ukweli wa kuendesha serikali. If those two actions were not taken, the price of super petrol would have been 217 shillings per litre. You know, there are so many things happening at the same time. Remember, there's a war in the Middle East. We are looking at the impact of that war. Already, we have reduced VAT on petroleum products. We don't know for how long. So that is something we must factor in our revenue projection. Lakini yule ambaye anatazamwa kwa karibu ni Rais William Ruto. Licha ya kuwaleta waliokuwa wakosoaji wake serikalini, bado jukumu la mwisho linaishia kwake, akisubiriwa kuelezea hatua za kuokoa hali na kuleta utulivu nchini. Runinga ya Citizen. Viongozi wa upinzani wameunga mkono mgomo wa magari ya uchukuzi. Viongozi hao Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i pamoja na wengine wamesema serikali imepuuza kilio cha Wakenya kuhusu gharama ya juu ya maisha. Wameendelea kuilaumu serikali kwa kushindwa kudhibiti bei ya mafuta. Milita Oletenges anaripoti katika taarifa ifuatayo. Mgomo wa wahudumu wa magari ya usafiri na machafuko yaliyoshuhudiwa nchini hii leo yameibua mjadala kuhusu mzigo wa bei ya juu ya mafuta kwa Wakenya. Viongozi wa upinzani wamesema hii ni ishara kwamba Wakenya wamechoshwa na mzigo wa gharama ya juu ya maisha na kuhangaishwa na serikali. Naibu kinara wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i akizungumza huko Kiambu ameilaumu serikali kwa kupuuza kilio cha Wakenya. Imefika hapo mahali tuko sasa. The country is at a standstill. Everywhere in the country is pain. Kila mahali unaenda. All of us since this weekend, mimi mwenyewe, I traveled up country. Even my expenditure on fuel, together with my team, is 2 times what it has been. Kupitia taarifa katika mitandao ya kijamii, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa chama cha PLP Martha Karua pia wametangaza kusimama na Wakenya. Martha Karua akisema wahudumu wa magari hawajagoma kwa sababu ya kuvuruga amani, bali wamegoma kwa sababu hawawezi tena kukubali kubebeshwa mzigo mzito wa bei ya juu ya mafuta. Naye kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akisema hali ya uchumi tayari ni mbaya, wafanyabiashara wameathirika, kupandishwa kwa bei ya mafuta ni mzigo mkubwa na wahudumu wa magari wana kila sababu ya kutetea haki yao. We are headed in the wrong direction, and not even just the wrong direction. I think the worst is about to come. Brace yourselves. The worst is about to come. Because the final product of our mismanagement the last 4 years, sasa ndio inaonekana wazi. Wanasema kwamba ikiwa Wakenya hawatasikilizwa, hali huenda ikazorota zaidi. Viongozi wa upinzani wamewahimiza Wakenya kuendelea kutetea haki yao hadi wakati ambapo serikali itawasikiza. Milita Oletenges, Runinga ya Citizen.
Chama cha wanasheria nchini LSK kimeishutumu serikali kwa kukosa mpango kuhusu bei ya mafuta na umeme. Chama hicho kimesema ongezeko la hivi karibuni la mafuta na gharama za umeme limewaweka mamilioni ya Wakenya katika hali ngumu kiuchumi na kifedha. Rais wa LSK Charles Kanjawa amesema chama hicho kinataka ukaguzi wa mfumo wa G2G, kikisema ni mojawapo ya sababu za kupanda kwa bei ya petroli. The cumulative effect of these measures has imposed a disproportionate and economically unsustainable burden on Kenyan households. State regulation of essential commodities must, at all times, satisfy the constitutional thresholds of legality, transparency, accountability, reasonableness and proportionality. Na kwa taarifa hiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Asanteni kwa kuwa nasi. Tunakutakia usiku mwema au siku njema kulingana na muda wa kutazama. Asante.